Kata ya Chalangwa ndio lango pekee la kuingilia halmashauri ya wilaya ya Chunya kwa mtu yoyote anayetoka Mbeya mjini na halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Kata hiyo ni miongoni mwa kata 20 zinazounda halmashauri ya wilaya ya Chunya, ikiwa imepakana na halmashauri ya wilaya ya Mbeya ambapo ina jumla ya wakazi wapatao 12,553 ambapo wanaume ni 6,260 na wanawake 6,293, huku ikiwa na ukubwa wa square kilomita 277 za mraba. Kata hii ina jumla ya vijiji vitatu ambavyo ni Chalangwa, Itumba na Isewe, ambapo wakazi wa kata hii hujishughulisha zaidi na kilimo cha mazao mbalimbali, uchimbaji wa madini pamoja na biashara ndogo ndogo. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuhakikisha wananchi wake wanaishi maisha bora haijaacha kuboresha miundombinu katika sekta ya elimu, afya, maji, umeme na miundombinu ya barabara, ambapo kata ya Chalangwa ikiwa ni miongoni mwa wanufaika wakubwa wa huduma hizo muhimu katika ustawi wa maisha ya kila siku na uchumi kwa ujumla. Diwani wa kata ya Chalangwa Mheshimiwa Haji Chapa kwa niaba ya wananchi wa kata hiyo anafafanua kwa undani mambo makubwa yaliyofanywa na serikali ya awamu ya 6 katika sekta mbalimbali na namna ambavyo imewasaidia kutatua adha mbalimbali kwa wakazi wa kata hiyo. Nipende kumshukuru Rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu Hassan. Pia nipende kumshukuru mwenyekiti wangu wa halmashauri pamoja na mkurugenzi wangu Tamimu Kambona. Hawa ndio waliowezesha hivi vitu katika kata yangu. Jambo la kwanza lililofanyika ndani ya miaka 5 kwenye kata yangu ni kusajili shule ya msingi Chemichemi iliyokuwa shikizi. Ile shule ilikuwa na kelele sana. Nashukuru Mungu ilisajiliwa. Pili, kuna ujenzi wa matundu 6 ya vyoo. Tulipewa shilingi milioni 6 na laki 6. Chanzo cha hizi fedha tulipewa na serikali kuu. Tatu, kuna umaliziaji wa zahanati ya Itumba. Ile zahanati ilikuwa imejengwa na nguvu za wananchi. Sasa kama serikali kuu ituchangia milioni 50. Tulimaliza pale na sasa inafanya kazi. Alafu 5, kuna ujenzi wa madarasa mawili shule ya msingi Isewe. Tulipewa milioni 25. Ile fedha ilikuja ili tujenge madarasa mawili, lakini kwa kutumia nguvu za wananchi tulijenga madarasa 3 na tulimaliza mpaka sasa tunafanya kazi. Alafu 6, kuna umaliziaji wa madarasa mawili na ofisi moja. Hii tulipewa shilingi milioni 7 kwa ajili ya umaliziaji kwenye shule yetu ya Chemichemi Chalangwa C. Alafu mradi mwingine ni ujenzi wa wodi ya wanaume. Tulipewa shilingi milioni 10 na serikali ya halmashauri ya wilaya. Mpaka sasa bado ujenzi unaendelea. Tulipewa fedha za kulima barabara kilomita 5 Chalangwa Tuizumbi, na hizo fedha zingine tuliongezewa kwa ajili ya ujenzi wa karavati moja. Pia tulipewa fedha kilomita 6 katika barabara ya Saka Road na karavati moja. Tulipewa fedha kwenye ujenzi wa daraja Mbilo. Tuna daraja, kuna mto mkubwa sana. Ule mto ulikuwa unazuia sana wamama kuja kituo cha afya huku. Tulipewa fedha milioni 45 kwa ajili ya ujenzi wa ile daraja. Fedha tulipewa awamu 2. Awamu ya kwanza tulivyopewa ile daraja linaanza tu kufanya kazi, likawa limesombwa na maji. Tukaenda tena tukatoa taarifa. Tunashukuru tena tulivyoongea tukapewa fedha zingine milioni 45. Ile daraja likawa limejengwa mpaka sasa linatumika. Tulipewa fedha ujenzi wa CTC kituo cha afya. Tulipewa fedha awamu ya kwanza tulipewa milioni 9 na laki 5. Wakatuambia tukisimamia vizuri tukijenga atatuongezea tena kama milioni 5 ili jumla iwe milioni 14. Na kweli tulivyofanya vile awamu ya kwanza tulimaliza, wakatupa hizo fedha, tumemaliza ile jengo linafanya kazi. Pia kata yangu ya Chalangwa tunanufaika wa TASAF. Kata yangu tuna huu mradi hawa TASAF, kuna jambo limekuja kwamba inatakiwa waendeleze miradi. Kuna daraja ambalo tunajenga kwa nguvu za wananchi. Wale wanufaika wa TASAF wao. Ile daraja tupo hatua ya kutengeneza barabara, wanatengeneza wao wenyewe. Na hiyo barabara hilo daraja lilikuwa linazuia sana pale watoto walikuwa hawavuki kwenye ule mto. Lakini nashukuru Mungu TASAF ilivyokuja tayari ule mradi umeshaanza, ndio tupo kujenga. Kata yangu tuna mradi wa majosho. Sisi majosho tumejenga kwa nguvu za wananchi vijiji vyote vitatu
katika kata ya Chalangwa. Vijiji viwili hivi tayari majosho yameanza kutumika, Itumba na Isewe. Majosho yameanza kutumika, lakini la Chalangwa imebaki tu bado kujenga zizi, lakini kila kitu kimekwisha. Tuna mradi wetu mkubwa hapa wa maji. Maji hapa sisi, huu mradi ulianza toka mwaka 94. Lakini kwa kipindi hicho unavyoanza huu mradi, population ya watu hawakuwa wengi, zaidi ya watu 2000 hivi. Kwa sasa tunavyozungumza kata ya Chalangwa tuna watu 12553. Sasa yale maji hayatoshelezi. Lakini tushukuru kuna shirika la Peace for Allah, lile shirika limeanza litusaidia kutanua mabomba kwa sababu hii laini kubwa imeweka bomba nchi 4. Sasa wao wamekuja wanataka tutanue walete nchi 6. Mpaka sasa hizi wametutanulia huu mradi urefu wa kilomita 2. Wametoa zile bomba za nchi 4 wameweka nchi 6. Si haba maji kweli kwa sasa yanapatikana. Mfano hicho kitongoji cha Chalangwa si ninachozungumza kilikuwa kipati maji kabla ya hilo zoezi halijafanyika. Lakini kwa sasa tunashukuru tangu wameweka maji yameongezeka. Na bado ingawa tunaomba kwa sababu ni kitambo, tunaomba lile shiriki ukiwezekana na watu wengine waweze kutusaidia. Jambo lingine ni swala la mikopo ya 10%. Tunashukuru katika kata yangu dirisha la kwanza vilipewa vikundi viwili, lakini kwa sasa tangu dirisha limefunguliwa hili la pili mpaka sasa vikundi 22 vimeshaomba taratibu zile za mikopo tayari. Mfano kwenye kata yangu tayari wameshapitisha, sasa ni ngazi ya wilaya. Kwa hiyo vikundi 22 hivi vikipata, kwa kweli tumshukuru Mungu. Tunataka kwa ajili ya wananchi wetu waweze kujikwamua. Niwashukuru TARURA, mbali na ufinyu wa bajeti wanazopata, lakini huwa wanatukumbuka baadhi ya barabara. Ingawa barabara zinaharibika, lakini wananchi kutoa mazao yao ikifikia hatua hata sisi wenyewe sasa watumiaji wa hiyo barabara hatuitegemei serikali tu. Sisi wenyewe tunaingia katika kufukia kwenye corrugation ili watu waweze kupitisha mazao yao. Mbali tunavyosubiri TARURA watuletee bajeti zao, lakini sisi kama wananchi na sisi huwa tunazuia. Pili, issue nyingine issue ya nishati. Nashukuru swala la umeme katika kata yangu ya Chalangwa vijiji vyote vina umeme. Na watu kama tulivyozungumza zamani, watu walikuwa katika kusaga au kukoboa walikuwa wanatumia nyanja zile za asili. Lakini tangu umekuja umeme sasa hivi tuna mashine, tunafanya hii yote kubwa. Tuishukuru serikali ya awamu ya 6. Kwa kweli wamefanya shughuli kama ipasavyo kwa sisi kutusikiliza sisi wananchi. Mpaka sasa hivi hatuna shida ya nani? Yaani shida hivyo vitu kupata unga kufanya nini. Changamoto tu ndio hivyo kwa sababu nina vitongoji viwili. Hivyo vitongoji, kitongoji cha kwanza ni kitongoji cha Simbalivu. Na chenyewe hichi kitongoji hakina umeme. Ni watu wengi wapo pale wanahitaji umeme. Lakini tulivyowasiliana na mheshimiwa meneja wa TANESCO aliniambia bajeti ya awamu hii wale watu tayari wapo kwenye mpango. Ndio tunasubiri sasa ni lini taratibu zitaanza. Pia kuna kitongoji chetu cha tunaita Majengo Mapya. Ni kitongoji ambacho kimeanza, na chenyewe ni kitongoji kikubwa na wenyewe hawa wanahitaji hii swala la umeme. Nafikiri kwa sababu serikali yetu ni sikivu na tayari hichi kilio tumekipeleka sehemu husika, nafikiri watapata umeme. Uboreshwaji wa miundombinu na huduma zinazotolewa na kituo cha afya cha Chalangwa umekuwa msaada mkubwa kwa wakazi wa kata hiyo pamoja na kata jirani za halmashauri ya wilaya ya Chunya, kwani watu wengi wamekuwa wakifika katika kituo hicho kwa ajili ya kupata huduma. Katika uwezeshwaji wananchi kiuchumi, Mheshimiwa Haji ameeleza namna ambavyo wakazi wa kata hiyo wameendelea kunufaika na mkopo wa 10% unaotolewa na halmashauri kupitia mapato yake ya ndani sambamba na mfuko wa kunusuru kaya maskini yani TASAF, kwa jinsi ulivyoleta tija kwa wakazi wa Chalangwa. Napenda kushukuru serikali. Hapa sisi tulikuwa misiba kitokea, tulikuwa tuna firiji au jokofu. Tulipewa katika serikali kuu, tulipewa milioni kama 31, walituletea firiji hapa. Kwa kituo chetu tuna firiji ya milango 6. Alafu pili tulipewa kituo chetu cha afya ni kikubwa,
kinachukua mpaka kata zingine za jirani. Tulikuwa na shida sana ya vitanda hapa. Tulipewa vitanda 19 na mashuka 40. Alafu pia tena jambo lingine katika kituo cha afya hapo, pia kituo chetu cha afya katika mapato ya ndani tulijenga duka la dawa na kuhifadhia dawa, mapato ya ndani ya kituo chetu cha afya. Pia sio hilo tu, pia tena tumejenga jengo lingine pale kwa ajili ya kung'olea meno. Ile jengo lipo hatua ya mwisho kwenye finishing, nafikiri mtaliona. Halafu pia tulichimbiwa kisima na shirika la UNICEF ndani ya miaka 5 hii. Tulichimbiwa kile kisima pamoja na cha kuchomea taka. Diwani wa viti maalum halmashauri ya wilaya ya Chunya, Mheshimiwa Fide Mwalukasa, mbali na kushuhudia mambo yaliyofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika maeneo mbalimbali, Mheshimiwa Fide anaeleza hali ilivyokuwa miaka ya nyuma kwenye sekta mbalimbali, pamoja na kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mabadiliko makubwa yaliyofanyika katika sekta za elimu, afya, maji, umeme na barabara. Nampongeza sana mama yetu Mama Samia, rais mzuri wa viwango vyake. Amefanya mengi Tanzania, lakini nazungumzia Chunya hata Charangwa pia. Nikiwa diwani ndani ya muda miaka 3 zaidi au 3 zaidi, alikuwa Charangwa pamoja kwa ni lango la wilaya, hatukuwa na kituo cha afya, tulikuwa na zahanati. Leo tunapozungumza habari hizi, kuna kituo cha afya kizuri, inapokea watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali, lakini bado hajasahaulika na wilaya. Kile kituo kilitokana na zile pesa za mama ambazo zilikuwa zimetoka kwa awamu ya kwanza. Ilikuwa na vituo 3, lakini sisi tukabahatika kituo kimoja hapo kwa Charangwa. Lakini bado wilaya kusahau kupitia halmashauri, kupitia mwenyekiti wetu wa halmashauri na kamati ya fedha na baraza la madiwani, tumepewa misaada mbalimbali. Sasa hivi tunapozungumzia kituo cha Charangwa, tunasema kwamba hapa ni kituo cha makimbilio kwa habari za wanawake ambao wanajifungua hapa. Jamaa, tuna vitanda vizuri vya kujifungulia. Natamani ningekuwa mdogo ningeweza kutamani kuzaa vitanda vya viwango vikubwa kabisa, kwa maana serikali imetambua huduma ya kina mama. Lakini na shukuru halmashauri ya Chunya, ndani ya miezi 3 iliyopita walituletea hela milioni 10 kwa ajili ya kujenga wodi la wa baba. Mimi nafurahi. Mimi wakati tunasoma sisi, mimi ufaulu wangu nilifaulu, lakini tulifaulu watu 3. Lakini wakati huo ingekuwa ni leo, nafikiri darasa zima tungefaulu. Tumepata shule za sekondari nzuri. Shule kila kata imejengewa shule nzuri na walimu. Lakini wananchi pia wanafurahia. Kwa mfano kabika watoto wa kike mara ya kwanza tunawaambia kwamba nenda msoma sekondari, na kuja walikimbia, waliogopa. Lakini sasa hivi tumekwenda kuangalia, tunaona watoto wameitikia, wamekwenda shuleni kwa kufurahia kile kilichopo shuleni. Mandhari, madarasa na walimu wao. Chunya wakati huo kulikuwa na maji ya Damidas, maji yale maji yalikuwa yanatosheleza kwa kipande. Lakini Chunya watu wameipenda, mwandishi wa habari. Chunya watu wameikubali kwa sababu kwanza Chunya si matajiri. Tuna kila kitu. Sasa hivi watu wametoka maeneo mbalimbali wameingia. Chunya imekuwa ni kubwa. Kwa wingi wa watu wakati ule, miaka ile ya 70 na 80 90. Tofauti na wingi wa watu sasa hivi, watu wamejazana Chunya, kwa maana hata kama maji yapo hayatoshi. Japo kuna mradi mkubwa wa maji, lakini hautatosha kwa sababu watu Chunya wamekuwa watu wengi sana. Wanafanya biashara, ni wakulima, ni wachimbaji. Kwa maji yanahitaji kupata maji zaidi. Japo kwa kweli tuseme serikali au wizara inafanya hicho kitu, maji yapo ya kawaida, lakini watu wanahitaji maji. Kusema kwa habari za usafiri, miaka ile mimi wakati ni binti tulikuwa tunasafiri, tunapata siku 3 na unatoka hapa kwenda Mbeya. Unafunga na kiporo cha wali au cha ugali, kwa pengine mvua inanyesha, pengine basi zifike. Hizo basi zilikuwa zinaitwa lelo. Inatoka Matwiga, inatoka Itigi, inatoka wapi, kwa hiyo mwendo wake ni wa pole pole. Lakini leo barabara nzuri, japo ni harama. Sawa, kuna uharibifu kwa sababu vinavyopita ni magari, lazima iharibike, lakini tunatembelea barabara ya lami. Lakini zaidi ya yote wilaya ya Chunya tumeandaa kuwa na stendi kubwa kabisa ya ufahari kabisa ya kuisemea.
Manake ukiwa na sekondari na stendi kubwa kama ile, kwa hiyo mabasi ya masafa yataingia pale. Nikitega uchumi chetu kama wilaya ya Chunya, tutapata mapato, lakini watu wengi watakuja kwa ajili ya kutaka kufanya shughuli zao au biashara zao mbalimbali. Nakaribisha sana Watanzania wote kwenye wilaya yetu ya Chunya. Jamani, wilaya nzuri sana. Ardhi tunayo ya kutosha. Maeneo yapo, njoo wawekeze, walete vipaumbele vyao, waweke miradi yao mikubwa, walete mahoteli makubwa. Waje, walete tu vitu ambavyo wanaona kwamba vinaweza kufanya vijana wetu kutumia pesa zao vizuri. Mwenyekiti wa kijiji cha Itumba, ndugu Clemence Chapa, kwa niaba ya wananchi wa Chalangwa na wakazi wa kijiji cha Itumba, amepongeza juhudi kubwa zilizofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na ununuzi wa magari ya wagonjwa. Lakini pia uwepo wa zahanati katika vijiji, ikiwepo kijiji cha Itumba, licha ya kuwa kituo cha afya haiko mbali na vijiji hivyo. Aidha, mwenyekiti wa kijiji cha Itumba hajaacha kueleza namna ambavyo wananchi wamekuwa wakishiriki katika kuibua na kujenga miradi mbalimbali ya maendeleo katika maeneo yao. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais ameweka jitihada kubwa kwa ajili ya wananchi wa Tanzania, lakini hasa wananchi wa Chunya, hasa kata ya Chalangwa pamoja na kijiji cha Itumba. Kwa hiyo mimi nimpongeze tu kwa jitihada zake alizozifanya na kutuletea huduma rahisi, magari ya kisasa kwa ajili ya kutufikishia wagonjwa pale kwenye vituo vya afya, lakini pasipo kujali kwamba kuna kilomita 2 toka hapa nilipo mpaka kwenye kituo cha afya, bado tuna zahanati ya kisasa ambayo inafanya kazi vizuri sana na pamoja na wauguzi ambao wapo hapa. Kwa hiyo mimi niseme tu kwenye ndani ya miaka 5 niliyokuwa mwenyekiti iliyopita, tumefanikisha kujenga zahanati moja ya kisasa. Lakini pia tuna ofisi za vitongoji kushirikiana kati ya serikali ya kijiji na wananchi kwa utekelezaji wa miradi yote iliyopo, na pale shule tumejenga jengo kubwa ambalo bado halijaezekwa. Wananchi wa kata ya Chalangwa nao hawajaacha kumshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa mabadiliko makubwa yaliyofanyika katika kata hiyo kwenye nyanja za elimu, afya, maji, umeme na miundombinu ya barabara. Hapa wananchi wanaeleza namna ambavyo uboreshwaji wa miundombinu hiyo umekuwa na tija kubwa kwa maisha ya kila siku, lakini pia namna ambavyo utafutaji wa kipato kwa ajili ya kujiinua kiuchumi umekuwa na auheni kubwa kutokana na uwepo wa miundombinu rafiki. Kwanza kutoka hapa kufika Mbeya hata siku nzima na unalala njiani, barabara ilikuwa mbaya, lakini sasa hizi barabara ni nzuri. Hata mwenyewe ukienda pale ukiona mtu nusu saa moja uko Mbeya, umesafiri umerudi. Kwa hiyo naona kata hii imesonga mbele kwa maendeleo, na naona iko vizuri. Sekta ya kilimo kama nyinyi mnaona hapa ni wakulima, hatuna njaa. Hata ukienda mwaka jana lilikuwa soko la mazao kata ya Chalangwa kwa 10% wilaya ya Chunya walitoka hapa wauza mazao. Kwa hiyo sekta, nikizungumzie maji yapo kama mnavyoona, tofauti na kipindi cha kwanza. Maji tunafuata makorongoni kule, kuna visima kwa kina Mzee Mwamfumu kule chini kwa tunafuata. Lakini sasa hizi mabombani yapo, muda wote kuna maji. Kwa hiyo nipongeze serikali hii ya awamu ya 6 ya mama kwa maendeleo mazuri aliyofanyia kata ya Chalangwa. Alafu pia tunamshukuru Mama Samia, wanawake ametuona, ameona walemavu, japo wengine bado hatujaipata mikopo, tunategemea kuipata mikopo. Tunamshukuru sana huyo mama, ameupiga mwingi kwa kweli. Kimsingi vilivyofanyika ni vingi sana kwa awamu ya 6. Moja ni ujenzi wa barabara, miundombinu ya barabara, maji, elimu na hii mikopo ya 10%. Kwa hiyo kwa vijana wenzangu wote nawahamasisha kwamba mwaka huu ni mwaka maamuzi sahihi, kuangalia kipi ni chema, kipi ni kibaya zaidi. Vijana wote wajikite kwenye jambo la msingi zaidi, hasa kwa hii serikali yetu ya awamu ya 6, kwa sababu wameonyesha nia moja kwa moja kutusaidia vijana na mambo mengine yote. Basi na waasa uchaguzi wa mwaka huu Oktoba, basi washiriki sawa sawa, wachague viongozi sahihi na waepuke rushwa, waepuke propaganda, wafanye jambo sahihi kwa maendeleo yao binafsi. Jitihada zinazofanywa na serikali katika ujenzi wa miradi mbalimbali ili kuhakikisha wananchi wake wanaishi maisha bora, wanapata huduma bora, wananchi nao wamekuwa mstari wa mbele katika kuunga mkono juhudi hizo kwa kutoa mali zao na nguvu kazi kwa manufaa ya sasa na ya baadaye. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz, lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.